heshima lazima ipitishwe kwanza kwenye moto mkali. Ikitoka inang'aa, inaambiwa hii ni dhahabu, tunaanza kuitumia kuanzia leo. Kwa hiyo watu wanapokuwa wanapata dhahabu kwenye machimbo, furaha yao inakuwa ndogo. Hiyo furaha inazidi baada ya kuipitisha kwenye moto, wakiamini kwamba tayari imetoka inang'aa, ndio wanafurahi na wanaamini sasa hii ni fedha nje. Ile wanapoipata furaha inakuwa ndogo kwa kuipata. Hata Mungu anapokuwa anatuokoa, furaha yake inakuwa ndogo. Ile atakapovuka kwenye vipimo, furaha yake inaongezeka. Hiyo ni kanuni ya kiroho. Kwa kama bado hujapita kwenye vipimo, bado Mungu anakufurahia kidogo. Wewe unafurahia baada ya kuona umevuka kwenye vipimo ambavyo amekupa yeye mwenyewe. Sema tena amen. Sema tena amina. Sasa lengo kuu la majaribu ni nini? Jambo la kwanza ni kujua moyo wako kuwa unampenda Mungu au la. Anataka jua moyo wako ni kweli unampenda au umekuja ili uokolewe uende zako. Mungu angalia unayoongea, angalia unayoyafanya, anakuingiza kwenye vipimo ili aupime moyo wako kama kweli unampenda. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 na ule mstari wa 2, Biblia takatifu inatuonyesha hapa, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akuteze, kukujaribu, kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Wana wa Israeli wakati wanatoka Misri, furaha yao ilikuwa ni kubwa. Waliondoka wakiwa wanashangilia, wanarukaruka, wanasema tumetoka kwenye mikono ya Farao, maisha yetu sasa ni shwari. Na ahadi ya Mungu haikuonyesha majaribu. Ahadi ya Mungu ilionyesha kwamba anawatoa hapa Misri na wapeleka